nimekuita hapa na maana moja, kwa sababu sasa hivi sifa zimeenea wewe kwamba umefaulu, umefanya vizuri na kila kona. Yaani mpaka nikiwa nakunywa kahawa napata sifa zako tu. Sasa kwa hivyo mdogo wangu, lazima kuangalia zawadi ambayo itakufanya usome na bidii, kwa sababu mdogo wangu wewe una roho nzuri toka nishi na wewe, na hujamkwaza, hujamkosea maneno tu ya mtaani, lakini mimi naelewa mdogo wangu unajielewa na unaelewa unachokifanya. Kwa hiyo hivi karibuni nitakuandalia zawadi. Unasemaje? Ndio hivyo, sasa nimeamua nitasoma nikufurahishe kakangu, na kama unavyoona hapa nyumbani mazingira si mazuri wala hali si nzuri. Sasa mimi najitahidi nisome, niende chuo kikuu, nipate kazi nzuri na tubadilishe ya mazingira hapa nyumbani. Kweli kabisa. Ndio maana nakwambia wewe ni genius mdogo wangu. Yaani unaongea vitu vyenye mantiki, yani vyenye maana, Yaani si kama yule mtoto wa jirani pale, yule mama Fatuma yule. Mtoto mbumbu ashiki kitu, anadanga na wanaume, mara huyu mara juzi tayari amefumwa na mwanaume chooni huko. Yaani mimi hata nashindwa kuelewa. Lakini mdogo wangu una sifa nzuri kabisa. Yaani hebu niambie unataka zawadi gani? Zawadi. Mimi nataka ununulie, kuna kitabu kimeitishwa skuli. Kwa hivyo ningependa ununulie hicho kitabu kama zawadi yangu. Sasa usijali kuhusu kitabu, tutaenda mimi na wewe mpaka na kumati nitakununulia hicho kitabu unachotaka. Umesikia? Mimi najua, ndio maana nakwambia nataka zawadi gani. Lakini angekuwa mwingine hapa angesema nataka vipuli, nataka shago, nataka rangi. Lakini mdogo wangu nakuelea hiyo. Sasa pale hivi, mimi kuna mara nataka nipite hivi mara moja. Kwa hiyo wewe chukua daftari ukajisomea hapo ndani, alafu baadaye tutakuita tutaongea vizuri, sawa? Maana mimi nataka kuna mara nataka niende mara moja. Kwa hiyo tutafika ndogo wangu. Alafu nikuletee nini? Nikuletee pipi. Sawa. Sasa vipi ndugu wangu? Mimi nimekuja baada ya kuwa umeniita. Umeniambia kwamba uko na story. Nilikuwa niko busy na kazi zangu. Umekuja uko unasemaje? Dada yako anatembea na badi. Dada yangu mimi. Dada yako wewe anatembea na badi. Huyu mdogo wangu huyu anayesoma sasa hivi. Mimi kwa badi huyu rafiki yangu ambaye machachari kila siku anakuja. Huyo anatembea na badi. Mdogo wangu hauna mambo ya kusema. Kwa hiyo tumetaka sasa mwingine. Ngoja chukua mambo serious jamani. Dada yako anatembea na badi. Hebu naweza nipa sababu ya kwamba paka umehakikisha kwamba mdogo wangu anatembea na badi? Wewe usimuulize kila siku dada kwako. Mimi juzi usiku nimetuma naona nipate simu yangu. Nimepita na kitoto wangu nikamwona naye akaniona. Akajificha. Mimi roho yangu kaniambia sio, lakini acha niende kamwangalie vizuri. Nilipofika pale kumwangalia mwenyewe dada yako na fomu za shule. Huyo na badi. Leo tani unapata dada yako aniumia. Kwa hiyo huyu bado anapokuja, kwa sababu huyo bado unamzungumzia huyo bado. Anatoka hapa sasa hivi akaja kaniomba chumvi. Unaona? Alafu katika siku mbili tatu hizi namuona tu hoja zishi akauti kwangu. Kumbe lengo lake anamnyemelea mdogo wangu. Na kamharibia masomo. Sasa mimi nimekuelewa. Sasa mdogo wangu shauri wako mimi nitafanyia kazi. Sasa wewe tulia hivyo kila kitu nitateka wazi mimi na ukajua wani undani nani. Sawa ndugu wangu? Sawa. Okay, sawa, mimi nimekuelewa. Ambao dada yako ni ya karibu. Sawa, usijali. Sasa ndugu wangu mimi nimekuita hapa na jambo moja. Kwa sababu kuna taarifa hizo sizielewi. Nikaona nikutafute kabla hizo taarifa hazijaenea hapa mtaani. Nimesikia tetesi kwamba unatembea na bado ambaye ni rafiki yangu, kila siku unamuona hapa akija. Maana unatembea habari sasa hivi. Anajifanya mzuri, lakini hebu niambie kuna kitu gani hapa unanificha? Hivi unatembea na bado? Mimi mmoja atasema mazoea na bado. Maanisha unatokea. Kaka. Wajua kuna mdogo wangu mmoja anaishi pale kwa jirani pale, ameniletea taarifa hizo. Mara nyingi ananiletea lakini mimi simwamini. Lakini sasa inabidi nikuulize wewe mwenyewe.
Wewe mwenyewe unajua sina mazoea naye. Wala achana tu na bado hata marafiki zako wengine sina mazoea naye. Mimi napata mambo na masomo na mimi sina time na watu wengine. Hapo mimi nimekuelewa mdogo wangu. Jamii atanishangae. Yaani mimi najua mdogo wangu unasoma shule alafu unaleta taarifa. Sawa mdogo wangu kwani yale tu leo. Wewe nisubirie huko ndani. Mdogo wangu baya. Mimi ndio nasoma. Lakini kwa nini watu wanataka kumharibia? Watu wale jirani unakaje lakini sasa watanitambua. Sasa nataka nimsomeshe mpaka amalize. Yaani sasa hii yani nashukuru sana muona mdogo wangu anapokuwa anajifunza na kusoma. Yaani yule atakaje kuwa injinia. Yeye mwenyewe mwanangu. Tetesi zimejaa hapa kwamba yeye amefaulu. Kweli. Wao sio mimi. Ndugu wangu sifa zinaenea yeye. Ndugu wake kama Badu wewe unashauri mema sana. Hata nilikuwa kuna tetesi zinazisikia sio na ndugu wangu lakini nikaona tatizo lako unasikia ya watu. Mimi Badu. Nipate dada yako hivyo, yaani ndugu wangu sio poa. Wewe njoo hapa. Njoo hapa ninakuita, njoo hapa. Sasa hivi njoo. Waseja. Baadaye. Sio najua tena mimi naambia. Ndio kwa moja. Kwani anaomba. Bila shaka una ujauzito. Naomba uniambie huo ujauzito ni wa nani? Tunaoma mengi sasa hivi. Naoma mengi. Wewe una muda gani hujashikwa na homa? Kama mwaka mmoja hivi. Sasa wewe niambie. Maana katika siku 2-3 hizi sikuelewi. Vidaka ni wewe, chumvi ni wewe, ukwaju ni wewe, chati zote ni wewe. Sasa ndio mbona na macho yangu. Unajua naoma ni vipi hilo? Yaani hata sielewi. Wewe baitoni. Unasikia kwa nini? Ya msingi ni kauli ajibu. Mimba ni ya nani? Hauna mimba? Niambia mimba ni ya nani? Haoma leo atajulikana mimi ndo daktari. Sasa nakwambia hivi, akija wa kiume ni jomba yangu na akija wa kike bado ni jomba yangu. Naomba uniambie mimba ni ya nani? Badu.